Kwa hiyo kumbe pesa zinapatikana kwa Mungu mwenyewe, ndio kila kitu. Yeye ndio mwanzo wa kila kitu. Kwa hiyo katika kila jambo ambalo unalifanya, kabla hujafanya jambo lolote, unatakiwa umwambie Mungu, nahitaji kupata mtaji kwa ajili ya biashara yangu, kwa sababu ahadi ya kubarikiwa amekupa wewe, kwamba ana mpango wa kukurithisha mali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ndio akukupa mbegu. Mungu anaweza kuwatumia wafuatao katika kupatia mtaji au mbegu. Mungu anaweza akamtumia mwenzi wako, yani mume wako au mke wako. Lakini Mungu pia anaweza akatumia rafiki yako. Lakini pia Mungu anaweza akatumia hata sakosi, benki, au hata nguvu zako. Ukafanya hata ni kibarua kwa mtu kwa makusudi, kwamba nafanya hiki kibarua lakini hela yangu na hifadhi ili nianze kuanza mtaji wangu, niweze kupata mtaji wa biashara yangu. Hiyo inawezekana. Au hata kitu chako cha thamani, kwamba unavyo vitu vya thamani vingi, lakini kimoja ukakiuza, ukaipata ile fedha, ndipo ukaanza kufanya biashara. Kwa hiyo lengo la somo hili ni kwamba tuinuke hapo tulipo, watu wa Mungu. Kanisa la Mungu tuinuke, tufanye kazi. Kanisa la Mungu tuinuke, tujitume. Mungu wetu atatuona na Mungu atatubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtaji utaupata kwa nguvu zako. Unapopata mtaji, fanya kazi kwa bidii. Sio umepata mtaji unaingiza kwenye matumizi mengine. Kama lengo ilikuwa ni mtaji, fanya mtaji wa biashara ambayo unataka kufanya. Kuna swali lingine kwamba unaulizwa kwamba wazo la biashara utalipata wapi? Inasema kwamba kwa kufanya utafiti. Angalia eneo unalotaka kufanya biashara lina uhitaji gani. Ndipo utapata wazo kwamba eneo hili ambalo nataka kufanya biashara lina uhitaji gani. Lakini ibi ni kwamba unaiga wenzako wanavyofanya. Unaangalia wenzako wanafanya shughuli gani wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuboresha aina ya huduma au aina ya bidhaa. Kuna sehemu fulani nilipita, mamalishe. Wameweka mamalishe nyingi zipo. Lakini kuna mmoja kagundua kwamba watu wana shida ya appetite. Kwa hiyo akawa anaweka kachumbari. Akawa anaweka kwenye vyakula vyake vipo, lakini kachumbari ipo pembeni. Kwa hiyo watu wakawa wanajaa pale, kumbe wale wengi wanapenda kachumbari. Appetite hawana. Kwa hiyo akipata kachumbari ile ina ndimu kidogo, ina limao kidogo, ina pilipili, mtu anapata hamu ya kula. Kwa hiyo kumbe unaweza kufuatilia eneo la biashara wale wanafanya, lakini wewe ifanye kwa viwango vya juu zaidi ili uweze kupata pesa.